commandments. So this is how the Bible defines it. Okay, now it is going to be very effective if you know what kind of covenants I'm speaking about. Almost from the beginning of the world we have passed almost like 15 strong covenants, but 2 of them were super superior. I mean, like, yeah, the old covenant that God created in Jeremiah, 31, and also the new one that is created. I hope you can see there in Jeremiah, it describes both the old one and the new one. So faithfulness is just keeping it, and it's very hard. Trust me, it is very hard, because I don't know how, the feelings that were created to monitor sins are very sweet. They are very sweet. Everything that you see, fornication, adultery, they are very sweet if you are started to be imprisoned by them. But one day you will see another thing sweeter than them, because they are only sweet if you live in the flesh, which is a very, very, very strange world to us. It's an illusion. But when you go to the spirit, something else is very sweet, and we can call it faithfulness. So let us now keep on exploring the Bible and understand some things kuhusu huu uaminifu na namna ambavyo Mungu anaendelea kuachilia na kufungulia milango mikubwa sana. Kwa hiyo kama jinsi tulivyosoma hapo, tumeona jinsi Mungu anavyo define. Nafikiri mistari mingi sana katika Biblia inaweza kuendelea kutuonesha jinsi Mungu anavyo frustrate uaminifu wake na jinsi ambavyo amekuwa. Unaweza ukaendelea, hii utaipitia tu, tutaisoma Zaburi 117 mstari wa 2. Utaiangalia uone jinsi Mungu anavyo mtazamo wake kuhusu utakatifu huu na pia faithfulness, na jinsi alivyo loyal kwenye yale maagano aliyotengeneza na sisi. Lakini unaweza kukumbuka agano pia lililotengenezwa kwenye Kutoka 20 ile, na sheria nyingi sana ambazo ziliwekwa. Ukisoma Exodus au Kutoka 20 kuanzia mstari wa 3 kuendelea mpaka wa 6 kule, utaona yale maagano yote tuliyowekewa, lakini ilikuwa ngumu sana watu kuendelea kuyatunza na kuyakeep, na wakati huo imeendelea kutusumbua sana kudefine utakatifu na kuendelea kutembea katika njia yake. Lakini kwa sababu Mungu ni mwema, tutaendelea kujua na tutaendelea kusafiri katika safari ya kufahamu zaidi kuhusu hichi kitu. Sasa tuangalie why tunajifunza faithfulness na ni kitu gani na ni key kwa ajili ya kitu gani. Nipende tu kupitia kitu kimoja. Nafikiri watu wengi sana tumekuwa katika vifungo mbalimbali duniani, na kuja katika wokovu ilikuwa ni kama uhuru fulani ambao unatutangazia kitu kipya. Lakini naomba nikusaidie kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu alinisaidia. Ni kizuri sana, it's very precious, na kimenisaidia sana kuyaelewa maisha. Roho Mtakatifu alinisaidia definition ya uhuru. Roho Mtakatifu alisema na mimi, uhuru ni kutoka kwenye mkataba mmoja na kupitishwa katikati ya soko lenye wafanyabiashara wa magereza mabaya zaidi wenye sauti za kuvutia. Kwa hiyo uhuru bila nidhamu katika tunda la uvumilivu ndani ya ufahamu ni kujifunza kuwa mtaalamu katika gereza jingine baya zaidi kuliko kawaida. That's how na define uhuru. Kwa hiyo uhuru sio kitu ambacho nafikiri mko wazi sana, inajulikana wazi. Wana wa Israeli walilia baba uhuru na nini na nini na nini na nini. Mungu akasikia kilio chao, lakini alivyowapa huo uhuru kilikuwa ni kitu kimoja kigumu sana. Kwa hiyo uhuru is a very big challenge. Mtu ambaye analilia uhuru alafu hana nidhamu ya kujizuia, nidhamu ya kujilinda na nidhamu ya kufocus mwisho. Hizi ndio discipline kubwa kabisa katika Ukristo. Asipokuwa na hizi nidhamu tatu, kwa kweli uhuru ni kitu kimoja kigumu sana. Kwa hiyo sasa ukishakuwa umeingia kwenye uhuru, kama nilivyosema, unapitishwa katikati ya market ya watu wabaya zaidi wanaotoka kwenye usimamizi wa magereza mabaya zaidi, wanajaribu kukushawishi, and they are very 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 attractive. Kwa sasa kwa mujibu huo, faithfulness it becomes now a battlefield of choices. Unaanza kunielewa? Nafikiri kuna namna fulani uaminifu sasa wa kuendelea kutunza tulichonacho katika Yesu Kristo inakuwa ni vita kubwa sana ya maamuzi, na mtu ambaye hana nguvu ya maamuzi kwa kweli hawezi kuenda katika uhuru. And if Christianity itself is freedom,
then this thing, it is the most battled freedom ever. Kuliko kitu chochote ambacho umewahi kukiona, Ukristo ndio kitu ambacho kinapigwa vita kuliko vingine vyote, na uaminifu wake kwa kweli ni ngumu sana, ni ngumu sana, ni ngumu sana. Lakini pia naomba usichanganye, usije ukafananisha being honest and being faithful. Yeah. Na hii ni msamiati ambayo inachanganya sana. At least